wetu huyu atazungumzia mtu aliyekufa baharini. Ile hukumu yake mtu huyo, mtu amekufa baharini na hakuwezekani kuja naye ufukwe kuja kumzika. Je, azikwaje huyo? Karibu mtu. Anachozungumzia watu wako baharini na mwenzao akawa amefariki, je, atafanywaje mtu yule? Asema atachukuliwa kwanza, wataangalia waweza kwenda naye ufukwe au kwenda naye ufukwe ni tabu. Kama ikiwa inawezekana kutoka naye kwenda ufukwe bila kuharibika yule maiti, basi ni lazima watoke naye wakamzike. Ikiwa ni tabu kwamba muda tulioko baharini mpaka tukifika ufukwe itakuwa huyo asiyeharibika, asema hapa pana kauli mbili, ikhtilafu za wanavyuoni. Kauli ya kwanza Imam Shafi yasema huyu atafungwa katika mbao mbili, ataoshwa, atatiwa salani, atatwaliwa, alafu atafungwa kwenye mbao mbili. Akishafungwa atatupwa baharini. Maana ya kutupwa, asema yule maiti yeye kutupwa na zile mbao
zinaweza zikafikisha ukubwe, maanake ataelelea mpaka ukubwe kule, akakutana na Uislamu akamzika kwa kumwelekeza kibla. Kauli ya kwanza. Ya pili asema ikiwa kunaogopwa, mfano watu ukubwe ni makafiri au kuna matatizo, yule maiti asema atafungwa katika mbao mbili na atafungwa na kitu kizito ili bahari imzamishe chini. Na wale wengine wasema wao wameenda kwenye kauli ya kwamba watafunga na kitu kizito moja kwa moja apelekwe chini na kile kitu kizito. Kwa hiyo ndio mtu akifa baharini mtaangalia ikiwa mwaogopa kwamba kule atakwenda liwa labda kubwa na wanyama wakali au atachukuliwa na makafiri, hii atafungwa kitu kizito ili azame chini. Kama hakuogopi hivyo, atafungwa kwenye zile mbao, aelele zile mbao zitupe ufukwe ule. Wezekana akafungwa na Waislamu akazikwa kwa kuelekezwa kibla. Hiyo ndo kwa fupi. Tuendelee na samaa la